mimi mtoto wangu hakuwa kwa maandamano, ilimkuta nyumbani. Sasa kwa hivyo mimi ningependa tu haki ya mtoto wangu ipatikane. Kwa majina naitwa Lydia Wambui. Mimi ni mkaaji wa Free Area. Na mimi ndio mtoto wangu alipatwa na incident ya bullet. Ilikuwa Monday, siku ya maandamano. Wakati sasa mtoto wangu aliamka akaenda shule, kaenda tu shule vizuri, na kakuwa masaa ya saa 4 hivi mwalimu akatuandikia message akaniambia tuendee watoto. Sasa mimi sikuwa nasikia poa. Sasa kwa hivyo sikuendea mtoto. Ilibidi niliendewa watoto na jirani. Sasa vile waliendewa wakarudi home, wakuja wakatoa uniform, nikawaambia wakae huku home wasitoke. Sasa kwa hivyo tulikuwa nao hapa nyumbani tu. Sasa ndio hiyo sasa mambo ya kufurugana na mapolisi na nini na kukimbishana na milio ya risasi ndio ilianza. Sasa watu wakakuwa wanasumbuana na mapolisi, lakini ni kwa highway. Mimi niko kwa Nakuru Nairobi highway. Kwa hivyo sasa hiyo maandamano ilikuwa watu walikuwa huko mbali kwa barabara. Kwa hivyo haikuwa hapa karibu na nyumbani. Lakini sasa vile sasa ilikuwa kitu kama saa 7 hivi. Sasa hiyo saa 7 watoto wakiwa hapa ndani, mimi nikakuwa ninaenda yani kuchuna mboga. Ikakuwa sasa ni saa 7 tukakuwa tunaenda kuchuna mboga na mama jirani yangu hapo. Sasa vile tulifika tu kwa shamba, mimi nilisikia kuna mwingine alikuwa anachuna nyazi hapa. Nikasikia amepiga nduru akaniambia, "Si ukuje uangalie mtoto kama ni risasi amepigwa." Sasa mimi kupenduka nikiwa hapo kwa shamba nikaona mtoto anamwaga damu kama ameshikiliwa na mwenzake. Sasa ndio nikakimbia. Kukimbia nikakuja nikaona ni kweli mtoto ameshutiwa. Ndio tukatoka sasa watu wenye walikuwa kwa barabara kwa wingi sasa wanakimbia kuteremka chini. Kuna wenye walikuwa na pikipiki. Sasa wakachukua pikipiki, tukakaa kwa pikipiki, wakatupeleka hapa dispensary ya Free Area. Hapo mtoto akaenda akapewa first aid. Alafu kutoka hapo sasa tukachukuliwa na ambulance ikatupeleka PGH. Sasa ndiko alienda kutibiwa. Sasa wakati tulifika hapo Cashot, mtoto ndio alianza kushughulikiwa, akatolewa damu, akapigwa picha. Halafu sasa tukaambiwa tuende kwa ward. Sasa kuenda kwa ward, tukaambiwa mtoto wangu anafaa apelekwe theater. Ndio atolewe hiyo risasi, juu ilikuwa tu ndani. Sasa ndio akakaa masaa ya saa 10 hivi, ndivyo alipelekwa theater na akafanyiwa upasuaji na ndio akatolewa hiyo risasi. Akarudi yani alikaa kutoka saa 10 hadi masaa ya saa 1 hivyo. Ndio sasa akatoka theater. Akakuja akiwa sawa yani hata kama alikuwa tu na maumivu mingi. Sasa tukakaa huko siku 3. Halafu ndio tukapewa ruhusa tulidischargiwa on Wednesday. Sasa tuko nyumbani, anaendelea na kukunywa dawa. Yani daktari alisema haijamdhuru sana, lakini yani ilimdhuru kimawazo tu. Lakini haikumdhuru nini, yani haikuingia ndani sana. Lakini sasa ilimdhuru kimawazo juu alistuka. Na sasa alikuwa sasa yani anakaa kila saa anakaa kama akilala anaanza kuamka kutoroka. Yani ilimuathiri kimawazo tuseme. Wakati alitolewa risasi, daktari aliniletea na nikaiona
Na sasa vile niliona, nikamuuliza kama naweza enda nayo nyumbani. Akaniambia hapana, akaniambia haruhusiwi kunipea, hata nisiipige picha. Ibaki huko, tukihitaji, watapeana wakati tutahitaji. Wakati nilikuja nyumbani, ndio nilipiga ripoti, ndio nilikuja. On Thursday, ndio nilienda kupiga ripoti hapa Free Area. Vile nilienda hapo, wakaniambia niende Mwariki. Nikaenda Mwariki, wakaandika statement, alafu wakakuja hadi hapa nyumbani, wakachukua statement bado, alafu wakaenda wakasema nitapigiwa na mkubwa, lakini sijapigiwa simu yoyote tangu wakati huo hadi sasa. Kwa IPOA nilipiga ripoti on Friday. Nilienda kwa IPOA on Friday. Wakaniambia sasa hiyo kesi yangu wako nayo. Sasa nimefikisha hapo. Anastukaga unakuta yaani anaongea tu kuhusu kujizuia. Sasa vile mtu unaamuka anakuambia hebu chunga usiumizwe, hebu tuende hivyo. Yaani unasikia tu ni kutahadharisha wengine wasiende. Mimi kama mama ya Joseph, mimi ningependa haki ya mtoto wangu ipatikane. Naitwa David Kuria. Mimi ni mtetezi wa haki hapa Nakuru. Nafanya na shirika la IMLU. Siku hiyo 18 ambako kulikuwa na hizo maandamano, sikuweza kufika town. Na Jumanne pia tukajaribu kukuja town, lakini magari hazikuwa zinaenda through kwa vile kulikuwa kumeharibika kwa barabara. So on Wednesday ndio niliweza kutembea katika PGH na nikaweza kukutana na wale ambao walikuwa wamepigwa risasi kwa sehemu mbalimbali. Niliambiwa walikuwa watu 8. Wale niliweza kupatana nao ni watu kama 5 ambao walikuwa bado wamelazwa huko hospitali, na wengine ambao walikuwa wamejeruhiwa kupigwa na butua na hizi miti ya majembe ile ambayo ilikuwa na police officers. Kwa hivyo sasa hapa Nakuru tunataka kusema ya kwamba watu wale waliweza kuumia siku hiyo walikuwa wengi sana, na kati ya wale 8 ambao walikuwa na gunshot wounds, Molo kuko na wale 3, 2 waliweza kupigwa risasi na wakakufa, wakaaga. Naivasha 2 walipigwa risasi on the spot na wakakufa, na wengine 2 wamerudi kukufa baadaye, hata mwingine alikufa jana. Kwa hivyo ile kitu ningetaka kusema ni ya kwamba hapa Nakuru tumekuwa na cases nyingi sana za extrajudicial killings, and especially za zile kumekuwa na protest. Na ile kitu ningetaka kuuliza polisi ni ya kwamba wawe makini sana wakati wanadeal na mambo ya protest. Protest ni kitu ambayo katiba yetu imeruhusu, na hata ingawa pengine iko criminals ambao wanapenetrate katika zile protest, lakini hiyo ni mambo ya polisi. Wanatakiwa kudeal na hawa ambao wanazusha fujo wakati wa maandamano. Ni kitu ya maajabu ya kwamba haka kijana ambako unaona ni miaka 30, miaka 13, nika shule. So unaona sasa polisi sielewi kwa nini waliweza kupiga mtoto kama huyu wa shule risasi, na yeye hakuwa maandamano, alikuwa katika hapa tu tuseme nje ya nyumba yao, na inasemekana hiyo lori ambayo ilikuwa ina patrol, ni kama hiyo risasi iliweza kutoka kwa one of the officers wale walikuwa ndani ya hiyo lori, ndio waliweza kumpiga risasi. Kwa hivyo ile kitu ningetaka kusema ni ya kwamba polisi waache kutumia excessive force
wakati wana deal na mambo ya protest, kwa sababu at least hata they should maintain mambo what we call public order management. Wanatakiwa kuwa wanaweza kujimanage vile wataweza kudeal na the protesters. Otherwise tungetaka wale ambao walihusika waweze kujulikana, investigation iweze kujulikana, kwa sababu wale watu sasa tuseme in Nakuru County ni kama watu zaidi ya 7 ama 6, kwa sababu iko mmoja hapa na Nakuru Town tuseme ni mmoja tu ambaye aligongwa na gari ya polisi na akapelekwa medical kwa mochari. Director alipelekwa kwa mochari na nimeweza kutembea kwa mochari lakini bado hajajulikana relatives zao. On Friday police watu wa DCI walikuwa huko na wakaweza kuchukua fingerprints ili through the personal registration office waone kama wanaweza establish huyo mtoto ni mtoto kama wa miaka 20 hivi ambaye alikanyagwa na gari moja, hizo gari za polisi katika Kenyatta Avenue. Huyo tu ndio aliweza kupasa hapa Nakuru. Hao wengine wengi bado wanaunguza majeraha wako hospitalini. Wito wako kwa IPOA ni gani? Wito wangu kwa IPOA ni ya kwamba niliweza kuwajulisha hata mama, ndio nilimwambia baada ya kumtembelea hapa nyumbani na kufanya kazi yangu sana ni kumonitor, ni kudocument hizo extrajudicial killings. Kwa hivyo nilimkuta mama na nikamwambia ni vizuri aende kwa watu wa IPOA, na kama vile amewaeleza alienda huko Friday na nilikuwa nimewapigia nikamwambia nitatuma huyo mama ili aweze aende andikishe report. Kwa hivyo wito wangu ni ya watu wa IPOA na other relevant authorities waweze kufuatilia kuona ya kwamba iko watu ambao ni innocent ambao waliweza kupigwa risasi wakati huo. Kama mmoja bado wako hospitali, alipigwa risasi ya tumbo na kaweza kudamage internal organs. Hata hakuwa hapa, alikuwa mgeni, lakini baada ya kukosa gari sasa ndio aliweza akapigwa risasi na hako huko. Kwa hivyo si ati ni watu wote walikuwa wanahusika na hizo nini, kwa sababu hata watu wa matatu ni gari walikuwa wamesema ziwekwe nyumbani, lakini unfortunately ikakuwa kuko na some of the youths ambao waliweza kujitokeza wakijaribu kuibia watu, wengine wakitarget kuiba maduka za watu. Although sasa hapa pengine Naivasha ndiko kulikuwa na a lot of crime, kwa sababu iko gari ilichomwa huko ya construction, iko maduka ziliibiwa huko, lakini unfortunately hapa there were few cases ya hiyo uhalifu. Kwa hivyo IPOA waweze kufuatilia hiyo maneno, na wale ambao walihusika especially kupiga mtoto kama huyo wa miaka 13 risasi waweze kuchukuliwa hatua. Hapa Nakuru mambo ya extrajudicial killing imekuwa mingi sana, and especially wakati kuko na maandamano. Unajua tulikuwa na maandamano ya high cost of living 2023, zaidi ya watu 4 wakapigwa risasi, wengine wengi wakaumizwa. Tukakuja Gen Z 2024, hapa Nakuru tulikuwa na casualty ya watu 4 ambao waliuliwa, vijana, na wengine wakawachwa na majeraha, na wengine pia hizo majeraha walirudi wakakufa baadaye. Kwa hivyo tumekuwa na Nakuru imekuwa affected sana na hizi mambo ya polisi kutumia forces, extra forces when they are dealing with the protest here in Nakuru. Kwa majina naitwa Patricia Irimo, mimi ni jirani. Hiyo siku ya ilikuwa ya maandamano. Maandamano ilikuwa upande huko juu, iko upande ya kwetu. Sasa sisi tulikuwa tumekaa tumetulia. Tukaambiana na mama tuingie hapa kwa shamba tukate mboga, na watoto walikuwa hapa hivi nje. Sisi tukiwa hiyo harakati ya kukata mboga,
kuna mama alikuwa hapa hivi nje akikata nyasi ya ng'ombe. Yeye ndiye alituambia, hebu angalieni huyu mtoto ni nini. Sisi yani tulikuwa tumeinama, tukainamuka tukaangalia tukaona mtoto ameshikiliwa na mwenzake hapa hivi kwa chafu. Ako na damu. Sisi tukatoka kwa shamba sasa tukakaribia kuangalia mtoto, ndio tukaona mtoto ameshutiwa hapa hivi, anamwaga tu damu. Na wako wameenda kwa maandamano. Sasa kwa hiyo shughuli kabla fanya nini, ndio tukaona sasa mombi imetoka na huko imekimbia na huku chini. Sisi tukafanya yani ile kushughulika ile mtoto ndio aende hospitali. Sasa ile ilipata kumpata akiwa hapa hivi nje. Ilinifanya kunistua juu sisi mtoto hakuwa kwa maandamano. Sisi tulikuwa tumetulia kwa boma. Yani ile kitu ilifanya yani napata mtoto mpaka akiwa kwa nyumbani. Ilinifanya hiyo kitu ilinishangaza sana.